Ripoti ya hivi majuzi iliyofanywa na mtandao wa Marekani wa Global Firepoint ilitathmini nguvu za kijeshi nchi 45 ulimwenguni kwa kuzingatia ukubwa wa vifaa, idadi ya wanajeshi, uwezo wake wa kifedha, jiografia na rasilimali nyinginezo nyingi. Uwezo huu wa kijeshi unashawishiwa na muungano, uhusiano wa kidiplomasia na hatua zilizopigwa katika teknolojia baina ya majeshi mbalimbali ulimwenguni kote. Hapa barani Afrika, mataifa ya Misri, Algeria na Nigeria ndiyo yaliorodheshwa katika mstari wa mbele kama yanaongoza kwa uwezo wa kijeshi, yakionyesha uwekezaji mkubwa katika bajeti za ulinzi ili kuboresha miundombinu na kupata silaha za hali ya juu. Mataifa yaliyostawi kiuchumi kama vile Misri na Afrika ya Kusini yametanguliza matumizi ya silaha katika bajeti zake ili kudumisha usalama, huku mataifa mengine yakikabiliwa na changamoto za migogoro ya ndani na vikosi visivyo na ufadhili wa kutosha kukabiliana na waasi. Kulingana na Global Firepoint, hizi hapa ni nchi 10 zaidi Afrika zenye nguvu kubwa zaidi za kijeshi. Namba 10 ni Libya. Libya inakamilisha orodha ya 10 bora barani Afrika ikiwa katika nafasi ya 76 ulimwenguni. Nguvu za kijeshi za nchi hiyo zimeathiriwa na miaka mingi ya migogoro ya wenyewe kwa wenyewe, lakini inabakia na umuhimu wa kimkakati kutokana na eneo lake la maliasili. Namba 9 ni Sudani. Sudani imeorodheshwa ya 9 barani Afrika na inashikilia nafasi ya 73 ulimwenguni. Jeshi lake linakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, lakini bado linalenga kudumisha uadilifu wa kimaeneo. Namba 8 ipo DRC Congo. DRC Congo inashika nafasi ya 8 barani Afrika na inashikilia nafasi ya 66 duniani. Licha ya migogoro ya ndani, nchi hiyo imekuwa ikifanya kazi ya kuleta utulivu. Imepata uwezo wake wa kijeshi kupitia ushirikiano wa kimataifa na kuongeza uwekezaji katika jeshi lake. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye wanajeshi wanaokadiriwa kufikia 135,000 ni jeshi kubwa, lakini linakadiriwa na changamoto za mafunzo, vifaa vya mawasiliano, hali ambayo imesababisha mapambano dhidi ya wanamgambo wadogo walio na vifaa vya kutosha kama vile M23 kushindwa kuwadhibiti. Namba 7 ipo Morocco. Morocco imeorodheshwa ya 7 barani Afrika na 59 duniani kote. Nchi hii imejikita katika kuboresha vifaa vyake vya kijeshi, haswa vya kiusalama wa mipaka na operesheni za kukabiliana na ugaidi. Morocco inadumisha uhusiano mkubwa wa kidiplomasia na mataifa ya magharibi kwa ushirikiano wa kiulinzi. Namba 6 inashikiliwa na Angola. Angola inashikilia nafasi ya 6 barani Afrika na nafasi ya 56 duniani. Nguvu yake ya kijeshi inaimarishwa na mapato ya mafuta ambayo yanafadhili sekta yake ya ulinzi. Angola imewekeza katika kuboresha vikosi vyake vya kijeshi ili kukabiliana na changamoto za usalama wa ndani. Namba 5 inashikiliwa na Ethiopia. Ethiopia ipo katika nafasi ya 5 barani Afrika na nafasi ya 52 duniani. Licha ya changamoto za kiuchumi, Ethiopia inadumisha jeshi kubwa linalozingatia masuala ya usalama wa kikanda, hasa migogoro katika pembe ya Afrika. Taifa hilo limewekeza pakubwa katika miundombinu, kupanua upatikanaji wa huduma ya kuboresha hali ya maisha. Vile vile, nchi hiyo ni mwanachama hai wa muungano wa Umoja wa Afrika. Wanajeshi wa Ethiopia wamepewa mafunzo nchini Urusi na nchi hiyo ina historia ya ushiriki wa kijeshi katika migogoro ya kikanda. Ethiopia ni mchangiaji mkubwa katika misheni ya kimataifa ya kulinda amani, ikiwa na kikosi kilichofunzwa na uzoefu mkubwa. Namba 4 inachukuliwa na Afrika ya Kusini. Afrika ya Kusini imeorodheshwa ya 4 barani Afrika na ya 40 duniani kote. Ikijulikana kwa tasnia ya hali ya juu ya ulinzi, Afrika Kusini inazalisha vifaa vyake vingi vya kijeshi.
Hata hivyo, vikwazo vya bajeti vimepunguza maendeleo zaidi ya vikosi vyake vya kijeshi katika miaka ya hivi karibuni. Wanajeshi waliopo na wale wa akiba, jeshi la Afrika ya Kusini lina maafisa 71,235 walio hai na 29,350 wa akiba. Afrika Kusini ina kikosi chenye nguvu cha nchi kavu kikijumuisha vifaru 195, magari ya kivita 12,140, mifumo mbalimbali ya mizinga na roketi. Jeshi la Afrika ya Kusini lina jumla ya ndege 194 zikiwemo ndege za kivita, ndege maalum, ndege za usafiri na ndege za mafunzo pamoja na helikopta. Jeshi la wanamaji la Afrika ya Kusini lina jumla ya meli 47 ikiwa ni pamoja na zile za kivita na nyambizi, lakini halina meli za kubeba ndege za kivita. Inakadiriwa bajeti ya ulinzi ya Afrika ya Kusini ni karibu dola bilioni 2.7. Namba 3 ni Nigeria. Nigeria imeorodheshwa ya 3 barani Afrika na 31 ulimwenguni. Imefanya uwekezaji mkubwa katika vikosi vyake vya kijeshi ili kupambana na uasi pamoja na ugaidi ndani ya mipaka yake. Vikosi vya wanajeshi vya Nigeria vinajumuisha idadi kubwa ya maafisa pamoja na magari ya kivita na ndege. Huku mwaka 2024 jeshi la anga la Nigeria liliripotiwa kuwa na maafisa 14,000, silaha za kukabiliana na mashambulizi ya anga 179 zikiwemo ndege 117, helikopta 55 na ndege 7 zisizo na rubani. Nafasi ya pili inachukuliwa na Algeria. Algeria inashika nafasi ya pili barani Afrika na nafasi ya 26 duniani. Nguvu yake ya kijeshi inasaidiwa na mapato makubwa ya mafuta, kuiwezesha kupata silaha za hali ya juu na kudumisha nguvu iliyofunzwa vizuri. Algeria inaangazia usalama wa mipakani na operesheni za kukabiliana na ugaidi, huku ikidumisha vikosi vikali vya anga na nchi kavu. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Misri. Misri inatambulika kuwa nchi yenye nguvu zaidi kijeshi barani Afrika na inashika nafasi ya 19 duniani kote. Vikosi vya kijeshi vya Misri vinajumuisha jeshi la nchi kavu, jeshi la wanamaji na jeshi la anga. Nchi hiyo imewekeza sana katika kuboresha vifaa vyake vya kijeshi, ikiwa miundombinu, vifaru vingi, ndege na meli za wanamaji. Misri pia inafaidika na msaada mkubwa wa kijeshi wa kigeni, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 1.85 kila mwaka kutoka Marekani. Jeshi la Misri lina jukumu kubwa katika kudumisha utulivu katika Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini. Misri ni mojawapo ya nchi chache katika Mashariki ya Kati kuwa na satelaiti za kijasusi. Pia jeshi la wanaanga la Misri limekuwa likifanya meli zake kuwa za kisasa zaidi na lina historia ya kutengeneza ndege zake lenyewe.